Tumekuwa na msimu wa Pasaka na nimemtafakari Yesu Kristo kwamba amefufuka, na nimeangalia maisha yake kwa ujumla. Yesu alitoka mbinguni akaja duniani, akazaliwa, baadaye akaishi, baadaye akasulubiwa, akafa, lakini baadaye akafufuka, na ndio maana tunasherekea sikukuu ya Pasaka. Sasa ukiangalia safari yote ya Yesu unagundua anatufundisha ama unaweza ukapata somo dogo sana juu ya kufanya kwa ajili ya wengine, kujitoa kwa ajili ya wengine, kutumika kwa ajili ya wengine, kwa sababu Yesu aliacha enzi na mamlaka na utukufu wake, akaja duniani, akauvaa mwili kwa ajili yetu sisi wanadamu, lakini aliteswa kwa ajili yetu wanadamu, alisulubiwa kwa ajili yetu, alikufa kwa ajili yetu, na kwa hiyo ukiangalia hapo unaona ni swala la kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Kama Mkristo, ili useme kwamba wewe ni Mkristo na unamfuata Yesu, ni lazima ufike mahali uwe na uwezo wa kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Kama huna uwezo wa kujitoa kwa ajili ya watu wengine, huwezi kuwa Mkristo wa kweli, kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe tunajifunza maisha yake yote ni pale ambapo amejitoa kwa ajili yetu sisi. Yaani kila alichofanya yeye ilikuwa ni kwa ajili ya watu wengine. Sasa na sisi tufike mahali tunaweza kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Kama kila mtu angekuwa tayari kujitoa kwa ajili ya mwingine, kuwa tayari kumsaidia mwingine, naamini dunia ingekuwa sehemu bora sana ya kuishi. Lakini leo tunakutana na changamoto nyingi kwa sababu watu hawataki kukubali huu ukweli kwamba kila mmoja anamtegemea mwenzake, kila mmoja anaweza kujitoa kwa ajili ya mwingine, na mwingine akajitoa kwa ajili ya mwingine, mwingine akajitoa, huyo akamsaidia yule, yule akamsaidia yule, yule akamuinua yule, na yule akamuinua yule, dunia ikawa mahali salama pa kuishi. Hebu tuondoke na ujumbe huu kwamba tufuate na nyayo za Yesu Kristo kwa sisi kufanya kwa ajili ya wengine na kujitoa kwa ajili ya wengine. Mungu akubariki sana.